Biani bado anambembeleza Sara. Ya, nielewe, nisamehe. Itakuwaje kwa Sara? Je, atasamehe? Na kuomba kweli kweli, nipo chini ya miguu yako. Naomba nisamehe. Please, tafadhali. Wanawake wamejawa na huruma kweli kweli. Inawezekana Sara akasamehe. Kichwa kinamuuma, anajiuliza atoe jawabu gani, machozi yakimtiririka. Ndio hivyo, Biani ameshamuoa mwanamke mwingine na Sara kwenye harusi aliona, akatoka akilia, lakini leo Biani anamwomba Sara amsamehe. Yes, sema ndio. Anasema aseme ndio. Hatimaye kwa mwaka mmoja tu, haitakuwa muda mrefu, nitamwacha kisha mimi na wewe tutakuwa pamoja. Astahimili tu, avumilie. Hatimaye Sara maneno yakamuingia katika moyo wake na nafsi pia, akamkumbatia Biani. Hii bila shaka atakuwa amesamehe, na kisha anamwambia happy birthday Biani. Anamtakia yani siku yake njema ya yeye ya mfanano wa tarehe na mwezi aliyozaliwa. Wamesameheana bwana. Sasa itakuwaje kwa Tari? Saa 7:04 za usiku. Tangia saa 2 mke anamsubiria mumewe aje, na kumbuka huku nyumbani kamwandalia vitu kwa ajili ya yeye pia kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na maanisha mumewe ambaye anaitwa Biani. Binti huyu anaitwa Tari. Aliandaa kiatu kama tulivyoona, akamwekea. Baada ya kumuuliza, si unapenda mpira? Akasema ndio, hobi yake. Basi kiatu ni hiki cha kuplay soka, cha kuchezea mpira au kufanya mazoezi. Nje bado kuko kimya, hakuna mume anayekuja. Yani mambo yamekuwa ni vurugu kwenda mbele, sio mchezo. Alichokifanya, anapangua kila kitu, anaona alilotaka halijawa, na hii inaumiza kweli kweli. Iangalie kwenye TV tu, kwenye simu yako, lakini ikikutokea one day, na pia nakuombea Mwenyezi Mungu akuepushie, kwa sababu nafsi yako itaumia. Dua njema aliyomwombea mumewe anaiondosha. Kakasirika kweli kweli Tari. Kaumia kibinadamu. Tukitoka kule, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, tunaonyeshwa tukio hili. Kuna waandamanaji wanaandamana na ni wafanyakazi wa kampuni ya baba yake na Biani. Enzi hizo, jamani, mtalipwa mishahara yenu tafadhali. Kila mmoja akae na atulie. Watu wataki, wamefanya kazi usiku kucha, wana familia, wao pia wana majukumu, wanahitaji pesa ziingie kwenye akaunti zao. Sasa moja kwa moja baba yake na Biani akamfuata baba yake na Tari, wakiwa ni marafiki enzi hizo. Yani tunaoneshwa ilikuwaje kuaje Tari na Biani wakaoana. Si unataka sababu? Basi kisa na mkasa kilianzia hapa. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu sana. Baba yake na Tari anamjibu baba yake na Biani. Kwa hiyo wao ni kama familia. Matatizo yao ni matatizo yao pia. Yani kifupi wanashare kila kitu. Yasmin, usilie tena. Kwao kuwasaidia ni jukumu lao. Sio kwamba wanawasaidia kwa kuadhihaki. Unajua kuna mtu akikupa kitu utakoma, atakutangaza huyo. Basi akampatia cheki, kamwandikia fedha. Baba yake na Biani haamini, anasema kiasi chote hiki. Ndio bwana, wao ni ndugu kwa sasa, sio marafiki tena. Asante sana Abi, hakika amemsaidia, siku moja atamrejeshea wema wake. Yasmin pia anasema asante. Usijali bwana, inatosha, haina haja. Wao ni familia, sio marafiki tena. Hizi ni kumbukumbu, mpenzi mtazamaji, tunaoneshwa. Tuunganishiwe matukio. Ilikuwaje kuaje Tari na Biani wakaweza kuoana? Aliyekuwa Biani alikuwa na mtu wake anaitwa Sara. Basi sio tu familia kuungana, bali hata utotoni Biani pamoja na Tari waliwahi kucheza pamoja. Na hapa tunamuona mama yake na Tari, tunamuona pia na mama yake na Biani. Hakika Biani anavyoonyesha anamjali kweli kweli Tari Yani si kijana mwenye kuchukia. Wow, ni kweli Wazazi wa kike wana discuss wa mama. Sasa unaonaje wakikuwa wawe pamoja hawa? Mama yake na Tari akacheka kweli kweli, inawezekana kweli? Sometimes utotoni watoto wanaweza wakacheza kinu kubwana wakatengana. Na kuhakikishia Tari ataolewa na Biani. Mama yake na Biani akaanza kumshawishi mama yake na Tari, yani wakikuwa vijana hawa waoane, kila mmoja amchukue mwenzake kama mke na mume. Basi Yasmin ambaye ni mama yake na Biani akamuita Biani pamoja na Tari, enzi hizo akiwa bado ni wadogo, anaogelea.
Njoo hapa nikueleze. Inabidi amwangalie Tari. Mama yake na Bian anamueleza Bian mtoto wake amwangalie Tari. Boleh bikin Tari sedih. Usimfanye awe na huzuni. Sawa, mfanye awe na furaha. Mama, hilo limeisha. Akaahidi hilo akiwa ni mtoto, lakini unakumbuka tena ni utoto, na ahadi za utoto mara nyingi waga zinafutika, sio kwamba waga zinazingatiwa. Akaahidi katika hilo. Maisha yakaenda kama tunavyoona, familia hapa wanafurahi kwa pamoja wakiwa kwenye gari. Hadithi mbalimbali zinaendelea, mama yake na Tari pamoja na baba yake na Tari. Hadithi za leo zilikuwa ni nzuri, zenye kupendeza, zenye kusisimua, wakajisahau maskini. Ajali. Kwa bahati mbaya ubinadamu uliwapitia. Hii ni kawaida tu. Hata wewe unaweza ukatembea njiani au angalia mbele ukajikwaa kwa mtu, na hivyo ndivyo ilivyo. Hata wale hadithi ziliongezeka. Hatimaye maskini, kwa bahati mbaya tunaona miili miwili. Ina maana baba na mama hawakuwepo tena katika haya maisha ya dunia. Tari analia kweli kweli maskini. Kwa poteza wazazi si jambo rahisi Ona kwenye TV. Ni huzuni kwake imetawala. Baki hapo hapo mpenzi mtazamaji, tutaendelea mbele na filamu yetu nzuri kweli kweli. Inatokezea pale pale katika idara za Mr. Mbega Production. Zanzibari ndipo nilipo. 0757570000. Mwisho tunamalizia na 14 TikTok. Andika Mr. Mbega. YouTube andika Mr. Mbega Official. Subscribe hapo utakometisha kinoma noma. Tunarudi.